Karibu tena sana Swahiba katika awamu hii ya tatu ya Mixed Flavors Healthy Tuesday. Naitwa Monica Kamoko na muda unazidi na kusonga, ila tuko tena sana ya kwamba tuko sawa. Dakika 28 baada ya saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki, ikiwa hapo awali nilikutajia kuhusiana na yale ambayo tutakuwa tukiangazia siku hii ya leo, ikiwa ni kuhusiana na sukari pamoja pia na kisukari, yote kwa pamoja na kuweza kuelewa haya mambo mawili inakuwa utofauti wake ni gani, na tena pia kiwango halisi ambacho mtu anafaa kuwa akichukua ama kila cha sukari kinakuwa ni kigani, na hii sukari inakuwa ikipatikana kwa vyakula vya aina gani, ama ni vyakula gani ambavyo unakuwa ukipata sukari ambayo ni halisi na ambayo ni iko sawa kwa afya yako. Kumbuka tena pia kwamba ikiwa niko na mtaalamu hapa studioni na tayari yuko hapa, tutakuwa tukiangazia maswali yako iwapo uko nayo. Kwa hivyo kwa maswali yako, ujumbe wako pale kwenye WhatsApp 0722174200, na tena pia kwa kupiga simu pamoja pia na kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook Biblia Husema Broadcasting Page. Nitashukuru kupokea ujumbe wako ama swali lako kupitia na nyanja hizo. Kwa hivyo karibu tena kwa sana, nikiwa namkaribisha mtaalamu ambaye tunaungana naye siku hii ya leo, ambaye anatambulika kama Betty Okere. Na Betty Okere ni mtaalamu wa lishe bora, na tena pia ako na ufanisi hususan katika kuhusiana na ugonjwa wa kisukari na jinsi haswa na chakula ambacho unafaa kukila iwapo wewe uko na kisukari. Kwa hivyo Betty, karibu tena kwa sana. Asante sana. Uko sawa? Niko sawa sana. Naam. Yes. Ni mchana mwema ambao tunakuwa tukiweza kuongea kuhusiana na sukari na kisukari. Lakini kwanza ningependa ya kwamba msikilizaji ya kwamba tukaelewe kuhusiana tofauti ya sukari na kisukari na kwa nini. Najua kwa wale wanatumia lugha ya kimombo, tunaelewa kama diabetes. Yes. Kwa hivyo diabetes ni ugonjwa, lakini kwa sababu ni ugonjwa ambao unaambatana na kuwa na kipimo cha juu cha sukari kupita kiasi, ndio maana kwa Kiswahili ugonjwa huo ukaitwa kisukari. Naam. Lakini sukari yenyewe ni nini? Tukiachana na ugonjwa, sukari ni ile carbohydrate ambayo ina utamu mdomoni, sweet tasting. Naam. Kwa hivyo ni aina ya carbohydrate na tunaita sucrose. Okay? Na itapatikana kwa vitu vingi vile tunajua kama sukari yenyewe, au kuna vyakula ambavyo vimeongezewa sukari juu. Okay? Lakini kwa from definition ni carbohydrate kama carbohydrate zile zingine. Naam. Sasa kisukari haitasababishwa kwa sababu mtu ametumia sukari kwa kiwango cha juu zaidi. Ni dhana ambayo watu wanayo kwamba ni kila kilo 2 ya sukari labda nitapata kisukari. La, ina share jina tu sukari, lakini hiyo sio sababu ya kupata kisukari. Ili tuwe na ile context, then ni vizuri kuelewa kwamba hiyo diabetes ama kisukari ni nini. Na tumesema ni ugonjwa ambao mwili unashindwa kutumia chakula vizuri. Kwa hivyo mwili ukishindwa kutumia chakula vizuri, unapata kwamba kiwango cha sukari ambacho kinapatikana kwa mwili wako ukisha kula chakula ambacho tunaita carbohydrate, ikifika mwilini baada ya ile process ya digestion, inabadilishwa kuwa sukari ama ile tunaita glucose. Okay, so hata ile sucrose ikifika kwenye mwili itakuwa glucose. Na ile glucose ndo kama petroli au mafuta ya gari kwa mwili wako, ili mwili wako upate energy. Naam. So tunahitaji vyakula vya carbohydrates kutupatia energy. Lakini wakati mwingine mwili wako unakosa uwezo wa kutumia hii fuel vizuri ama hii energy vizuri. Kwa hivyo unapata kwamba una sukari ya juu sana, ama wakati mwingine unaenda chini sana. So ile control yako ya mwili kuweza kutumia hii sukari haiko. Nini tafanyika ili ujipate katika hali hiyo? Nikizungumzia zile types za diabetes, kuna ile diabetes unapata kwa mama mjamzito, ile tunaita gestational diabetes. Na inasababishwa na nini? Kama unapata mtu amepata ujauzito na alikuwa na weight ya juu zaidi, au anatoka familia ambayo tayari ina diabetes, hizo already ni risk factors. Lakini pia ili mtoto awe pale tumboni na aweze kudhibitiwa kwa miezi 9 kabla mama kujifungua, utapata kwamba kuna zile hormones ambazo zinahitajika pale mwilini.
na nyingi ambazo zinamsaidia mtoto kutotoka ama mama asija akapata miscarriage, tunaziita insulin resistant. Zinapinga utumizi wa insulin. So utapata kwamba mama ana nini? Ana ile tunaita gestational diabetes. Then kuna aina nyingine ya diabetes ambayo iko kwa watoto, tunaita type 1 diabetes. Na type 1 diabetes sana sana yapatikana kwa watoto na watu ambao si wazee sana, ama wale tunaita young adults. Sasa kwa hawa wanakula chakula, mwili inapaswa kutumia chakula, lakini kile kiungo ambacho kinatengeneza insulin ama ile pancreas inakosa kufanya kazi kabisa. So sio lazima mtoto awe anatoka katika familia ambayo iko na diabetes. Hii tunaita autoimmune. Mwili tu wenyewe umeamua kwamba utapigana na ile pancreas, na kwa hivyo ikakosa kufanya kazi inavyostahili kufanya. Aina ya 3 na ambayo watu wengi ndio wanajua zaidi ni diabetes type 2, na hii inapata watu wazima. Iko kwa watoto wakati mwingine, lakini sana sana kwa watu wazima, na ndio 95% ya cases zote za diabetes ni kwa sababu ya diabetes type 2. Hapa ni kwa sababu mtu labda ametoka kwenye familia iko na historia ya diabetes, mtu ana uzito wa juu kupita kiasi, so overweight and obesity, mtu amepata ile inaitwa insulin resistance, so watu wale wako na fatty liver for example, alafu utapata kwamba huyu mtu hafanyi mazoezi. So hizo zote lifestyle dysfunctions ama inactivity and poor diet, alafu utapata kwamba ana obesity and overweight, na pia amekuwa na familia ambayo iko na historia ya ugonjwa wa diabetes. So kwa watu kama hawa, kwa hivyo tunasema wakati wanatayarisha vyakula vyao ni kuhakikisha kwamba ile combination ya chakula wanatumia isikuwe na sukari ya juu zaidi, au kama ni zile carbohydrates watakula isiwe kwa kiasi cha juu zaidi, ili wasawazishe kipimo au kimo cha sukari katika mwili wao. Kwa hivyo unasema kwa mtu ambaye ako na sukari, balanced diet yake inaweza kuwa ni tofauti ya mtu na mtu mwingine kwa kawaida. Ndio na tena la, kwa sababu balanced diet ni balanced diet. Whether uko na diabetes ama hauna diabetes, inasalia balanced diet is a balanced diet. Na labda kwa anaisikiliza ni kuweza kujaribu kutambua balanced diet ni nini. Sana sana tunasema balanced diet sio kwa sababu sahani yako inakaa iko na vyakula vingi. Unajua kuna watu watachukua vyakula vya aina moja wakajaza kwenye sahani wakajiambia iko balanced. Mwili wako unahitaji 3 groups of food. Utanikubalia nitumie Kiingereza nyingi hapo kwa sababu ni science, so sijui vile nitafanya science iwe Kiswahili. So 3 categories of food, okay? Which are macronutrients. Mwili wako unahitaji macronutrients kwa kiasi cha juu kwa sababu ndio kinatupatia energy. So macronutrients are basically proteins, carbohydrates and fat. Okay? So mwili utahitaji proteins for repair and growth. Kwa hivyo kama ni mtu mzima, you need proteins for repair and growth. And then that now inapaswa kukusaidia kujua wakati unaangalia sahani ya mtoto na ya mtu mkubwa, ama ya teenager na ya mtu mkubwa, gani iko na chakula nyingi, and between the adult and the child, nani anahitaji growth na nani anahitaji repair, which is a discussion for another day. And then fats, because at the end of the day we will have fats which are fatty acids, itatusaidia kwa hormonal function kwa mwili, na pia ile protection, ile tunaita shock absorption, because fat inakuwa deposited around the vital organs of the body to protect them, and then of course the heat that it gives you. So kama mtu amekonda na sitataja mtu, utapata kwamba atasikia baridi kushinda watu wengine, because that insulation is not there, so you don't produce so much thermal heat. And then lastly ni ile carbohydrates, as we said earlier, inasaidia kwa energy. So those are macronutrients and you need them in high amounts. The other one is micronutrients. So micronutrients unahitaji kwa kiasi kidogo, lakini mwili wako ukikosa utakuwa na hatari ya kuweza kupata magonjwa ambazo zinaweza kuwa complicated. Mfano, iron. Iron is a micronutrient. Hautaangalia chakula hivi ujue kwamba hii iko na iron kiasi fulani, na nikikula ndapata iron kiasi fulani. Lakini kama hauna iron mwilini utapata anemia, and anemia can lead to death. Okay? So your body requires them in small amounts, but they are essential for you to continue being alive and living a
a normal and healthy life. So wakati chakula iko balance, inapaswa kuwa na both macro and micronutrients. But remember, hata wakati unakula macronutrients, proteins, carbohydrates and fats, you still get your micronutrients in them. So that is what balanced basically means. What is the person we are talking about? Umri wake, kama ana ugonjwa fulani ama hana, anafanya kazi gani, yeye ni mwanamke ama mwanaume. Sisi wote tunahitaji different components of that food. So if we have those components ambazo zinatusupply na the right nutrients for the right person that we are talking about to help us live a happy and healthy life, to continue taking care of our body functions, then we have done a good job. Then we have a balanced diet. Yeah. Turudi pale kwa fats. Hizi fats, aina ya hizi fats ni kama gani? And I know the reason we are asking that question is because fat has been vilified. Watu wengi wamesema kwamba you can't eat fat. Kuna mafuta ni mbaya and all that. But you see, I also believe God did not create anything bad. It is what we do with what he has created that can be bad. And so fat is not bad. As I said, fat is for hormonal balance and use and just function in the body. It's for insulation, it's for protection. And it also helps us to absorb the fat soluble vitamins. Mfano kama uko na mboga iko na vitamins A, D, E and K. Let's take carrots for example, and carrots have vitamin A. And then you're there chewing a whole kilogram of carrots bila mafuta. You're really doing nothing. You'll get the fiber, you'll get the yellow color, but that's it. For you to absorb that vitamin A, lazima ukuwe na fat so that it carries it and makes it in a form that the body can absorb and use. Okay? So fat is not bad. But then we ask ourselves, what are these bad fats? Hizi mafuta mbaya ambazo tunasema tunataka kupunguza kutumia or their use. Then it would be saturated fat and trans fats. Okay? So trans fats tunazipata when you're taking your processed foods, for example, unajua wale akina sausage, akina those processed meats, zile zimekuwa manufactured, zinapatikana na high trans fats. Ama zile tunaita sweet treats, kila mtu anataka kukula hizi chakula zinauzwa kwa keki, wanataka kula hizi chakula zinauzwa kwa mikahawa zile tunaita fast foods, and even from the deep frying and all that, encourages trans fats, which are not healthy for the heart. Okay? Then the other saturated fats are from animal origin. And animal origin saturated fats, we are told that they tend to not be very friendly to our hearts because they aid in accumulation of cholesterol. Again, I don't know how to say that in Swahili. They aid in accumulation of cholesterol, and kama cholesterol ime increase, ile ni mafuta katika mishipa ya damu, ikiweza kufunga hiyo mishipa, then roho yako haitapata hiyo supply ya oxygen, na inaweza ikasababisha madhara ya roho, or what we call cardiovascular diseases. But we also have good fats, the unsaturated fatty acids, polyunsaturated, monounsaturated fatty acids. So without making us think so hard, ni vyakula ambavyo mfano viko katika environment without having to be overly processed. So kwenye njugu tuna mafuta, kwenye simsim zile seeds tuna mafuta, tunaweza tukazifinya tukapata mafuta. Kwenye olive tuna mafuta, so we can get olive oil, we can get avocado oil, we can get corn and sunflower oil, we can get so healthy fats zile ambazo kwa roho ziko friendly. So it prevents accumulation of fat in the body in the form of cholesterol and any other thing that would end up affecting the heart. Yes. Kwa vile umetaja njugu, napofikiria kuhusiana na balanced diet, kwa wakati mwingi hautakula njugu na chakula chako, pengine kama ni ugali ulikuwa unakula na mboga, kwa kula na pengine na nyama. And why not? Kwa nini usikule ugali na njugu na peanut butter for example, ama peanut sauce? Yeah. Kwa hivyo si ile tu njugu tu, ile tu njugu karanga, inaweza kuwa ni peanut butter. You can make it in any wakati wa Afrika wanazungumza, ama hata watu kutoka nchi zingine wanasema kama kuna mahali hakuna difference in cuisine, or just an interesting and creative way of making food is in Kenya. Tuko na very limited food. Tunajua tu utakula ugali, githeri, maharagwe,
nyama na tumemaliza. We are not very creative in making foods. Ukitembelea West Africa for example, they make all sorts of foods and in different forms and manners, so that ukikula usikii umechoka. Lakini sisi mtu anasema tu anataka kula ugali, nyama na mboga imepikwa tu the same way, just staring at you every day the same way, so it makes people even get bored. But yes, you can actually eat your ugali and peanut sauce and put vegetables. Natoka kwenye border ya Kenya na Uganda, very near, and our people there, they eat matoke with peanut sauce and vegetables, na wametusambazia. So ukibadilisha hiyo matoke yako iwe ugali kwa sababu you are Kenyan and you like ugali, what's the problem with that? Ama unatengeneza githeri yako ukasema nitaweka maharagwe lakini pia nitaweka njugu na nitaweka mahindi alafu nitakula na mboga. There's no problem. We are just stuck in one way of looking at food, and that's where maybe our biggest problem is. Na labda hiyo itakuwa challenge kwa wale wanafanya upishi, ili waweze kufunza watu other recipes to try and make our food interesting. Yes. But nadhania kwamba kuhusiana na balanced diet kwa sana, especially sisi kama wa Kenya, hatujapata kuelewa. Sababu hata pale sijui kama kuna kiasi cha mboga ambacho kinafaa. Sababu hata ukienda pale hotelini utekewa sahani yako ya githeri, mboga kijiko kimoja. Na ni sisi tumeperpetuate hiyo kwa sababu wengi wanasema mimi I grew up suffering. Nililelewa nikiwa ninateseka, nilikula mboga na ugali sana. Sasa niko mtu mkubwa, sitakula mboga. But that is ignorance. The fact that you suffered and the food is good does not mean now you stop eating it. You just tell yourself, maybe I want to eat githeri, I want to put avocado, I want to put mboga. And as I've said, unaweza kuongezea njugu pale ndani. So kwa nini mkahawa itaserve hivyo? Kwa sababu ukiwekea mboga mingi unasema hiyo pesa yote nimetoa niwekewe mboga. But it's healthy when you look at it in hindsight. Inakupatia afya. And maybe lastly you can say, if I say nataka kukula viazi ama nataka kukula mukimo, sitachukua tu mukimo alafu that's it. Yes, it's a carbohydrate, so what else have you put? Naweza kusema nitatengeneza stew ya nyama. And by stew, I do not mean a few pieces of meat that have carrots and minji and waru ndani. No, I mean meat as meat or chicken or fish, and then you put vegetables on the side. Okay, again, that's balanced. Okay. Or you say I am a Somali and I want to eat healthy. I don't have a problem you eating your anjera or you eating your fish with the anjera, but then add vegetables. So are there specific amounts? That's very individualized. So this is for the general public. Just make sure you have always more vegetables than the proteins and with minimal carbohydrates. Depending on, are you female? Are you male? Unafanya kazi gani? Uzito wa mwili wako ni kiasi gani? Unataka kutumia hiyo nguvu kufanya nini? So naambia watu kabla weke sahani yako chakula ujiulize, nikishamaliza kula hii chakula naenda kuitumia wapi? Kama unakaa kwenye radio hivi you want to overthink again and just decide, do I need that or not? Kama unaenda kulima ama unaenda kufanya kazi unatumia physical energy, then again that's different. Ama kama uko na teenagers, are they in sports, are they boys, are they girls, the amount of energy you require is also different. So balance is very individualized. Yes, very individualized. Kwa hivyo balance diet inalingana na mtu kwanza anafanya kazi gani sana. Exactly. Aya. Tukirejea hapo kwa balanced diet, kuna swala la maji. Maji inakuwa ikiingilia wapi na kiasi ambacho kinafaa? Again, very individualized, but for the general population we can say tunahitaji about 30 ml per kg body weight of water. As a general rule of the thumb. But tena kama wakati huu iko jua mingi sana, you can't say mimi mwili wangu inahitaji 2 liters of water and that's what I'll stick to. Ama mtu ambaye ako kwa games anakimbia, you can't say that's all I need. So it's again very individualized for the person mwenye unazungumzia, yule ako pale mbele yako. And yes, but at least you can't stay the whole day without taking water. Ama yule mtu akiona chakula sasa ndiye anataka maji, you can tell for sure huyo ni mtu huwa hatumii maji. Yes, because different foods ziko na different benefits in the body, so you need to eat a variety. Mtu anasema but it is expensive to eat a variety. I don't think it is expensive to eat a variety than it is expensive to take care of a disease. When you think about it, okay, it is expensive now, na unajiambia mimi nitakula tu mandazi kila siku na chai asubuhi kwa sababu ni expensive. Wakati utakuwa mgonjwa, bei ya dawa, hata ile pesa ulikuwa na save, kama ni ukweli ulikuwa na save, haitatoshea
ile pesa ulikuwa na save kununua hata dawa ya mwezi mmoja. So just try and live healthy. Na pia kama unakula healthy, you don't need a lot. Again, you don't need a lot. Kama utanunua mandazi 4 ukule mandazi 4, hiyo ni shilingi 10 mara 4, 40 shillings. Ukiweka hii 40 shillings uende ukanunue ikuwe 100, ununue viazi vitamu for example ama nduma for 100 shillings. You can't eat it in one sitting. Huwezi, itakuwa imespread to 2 or 3 days. So it's planning. It's lack of planning, and you can have an excuse or you can do the right thing. The choice is yours. Unasema chaguo ni la msikilizaji. Ataamua. Msikilizaji, kwako wewe sijui wapo umechagua ipi, lakini kwa vile ambavyo tunaweza kupata kuelezwa kuhusiana na kile ambacho ni balanced diet, na hususan kwamba balanced diet inakuwa ikilingana na vile chakula hiki unakuwa ukiweza kukitumia vipi. Nakuwa nikiangalia muda na naona ya kwamba muda wetu unakuwa ukisonga kwa sana, na ya kwamba Betty, iwapo kuna lolote lile ambalo ungependa kuongezea pale. Kwa kumalizia tu, you can't wash yourself and then you go and take a towel and put it in the dirt and wipe yourself. So by trying to postpone healthy eating, you're postponing a problem. You're just using dirty hands to eat, quote unquote, what we refer to as good. So unaweza kujiambia mimi niko I'm young, kwa hivyo sitafanya hivi sai, alafu aurudi nyuma kukua young. So unaendelea kukua na kuongeza miaka. Na hiyo miaka unaendelea kuongeza, one day you will pay for it. So utafikia ule wakati ambapo mwili wako hauna uwezo wa na sasa ile ulikuwa unafanya ukiwa mdogo will come back to bite you. So healthy eating is not just for people who are sick. Healthy eating is not for people who are old. Healthy eating is not for people who want to gain or lose weight. It's for all of us. Food should just be healthy. Try your best. A few times utakuwa na temptation to do the wrong thing, but again, you either have an excuse or you do the right thing. But whatever you choose, it's your choice. Yes, so nitaimiza tu watu, try your best to live as healthy as you can. Watu wengine wanasema lakini nitakula vizuri hata sina ugonjwa wote alafu nigongwe na gari hapo nje nikufe. Yeah, if that was your way to exit the earth, yes, but do not bring it upon yourself. Yeah. So tujitahidi sana kuweza kuishi healthy life, and it's not just about food. It's how you sleep, it's how you manage your stress, it is how you eat, of course, and exercise. Watu wanataka tu kukula na wakae. Watu wa exercise. Na usiseme hauna pesa ya kwenda gym, tembea. Kama uko na chupa za maji za 5 liters kwa nyumba, weka maji ndani, inua. Do your press ups, stretching and sit ups and all those things. Of course, find the right people to guide you. It doesn't have to be expensive. Naam. Yes. Kwa yoyote yule ambaye pengine baada ya kusikia hii, especially hapo umetaja kuhusiana na exercise na kusema ya kwamba your healthy eating it's a choice, pengine mtu anaweza kupata kwa njia gani? So niko na clinic yangu iko Upper Hill, Mara Road, katika building inaitwa Kenya Medical Association Center on the 7th floor. So Kenya Medical Association Center on the 7th floor. Clinic inaitwa Kilimani Diabetes and Endocrine Center. Kilimani Diabetes and Endocrine Center. Nambari ya simu for appointment ni 07 111 40 777. So 07 111 40 777. Na wataweza kuhudumiwa. Asante sana Betty, hayo ni mengi kuhusiana na kisukari, kuhusiana na sukari, na hapo msikilizaji umeweza kupata kujua kuhusiana na chakula ambacho ama vyakula ambavyo viko na sukari na kiasi cha sukari, ya kwamba kila mmoja ni wewe ukaweze kufanya uamuzi wako wa chakula kile ambacho utakuwa kila.